Shukran sana, karibu tena kwenye Dira ya Wiki, ikiwa ni siku ya Ijumaa. Kama kawaida kwenye station hii ya KTN News huwa tunaangalia yale yaliyojiri, masuala mazito ambayo yamekita kambi ama yamejitokeza katika wiki nzima, na tunayapigia mbizi na kuweza kuyafafanua na kuyaangalia. Leo hii tukiangazia mgomo wa wahadhiri ambao umetokea katika bwewa la Kesesi, yani ikiwa bwewa kuu lile la chuo cha Moi kule mjini ama katika kaunti ya Uasin Gishu. Tatizo liko wapi? Vyuo vikuu tumeona kwamba mara kwa mara tunapata wahadhiri, kama si wanafunzi wanagoma kulazimisha shule kufungwa, unapata ni wahadhiri ambao ndio wanataka mkataba wa utendakazi ule ama mkataba wa maelewano wa kazi uweze kutekelezwa. Tunaye daktari ambaye tuko naye ni Richard Okero, ambaye ni mwenyekiti wa UASU katika bewa lile la Moi, na vile vile pia tunaye Daktari Boaz Waruku ambaye ni mtaalamu wa sera za elimu. Tutakuwa tukizungumza nao kuweza kufahamu, lakini kwanza hadi ya tuanze moja kwa moja kule Eldoret ambapo tutakuwa tukizungumza naye Richard aweze kutueleza ni kipi kile ambacho kwa nini wamefikia mahali wakaenda kwenye mgomo. Naam. Richard, kama unatupata vizuri daktari, karibu kwenye kitengo cha Mizani ya Wiki kwenye Dira ya Wiki hapa ndani ya KTN News. Na kumekuwa na tafrani kwenye bewa la Moi la Kesesi, na ndio kupelekea bewa hilo kufungwa kuanzia siku ya Alhamisi ama vile vile baada ya mkutano kufanyika siku ya Jumatano. Sababu zilikuwa ni zipi na sasa hivi mambo yakoje? Kuna mazungumzo ambayo yanaendelea kabla ya kusawazisha mambo, ama mambo yako vipi sasa hivi? Asante kwa kunikaribisha katika studio. Hakika vile umesema, katika hili juma tumekuwa na furugu kidogo kwa sababu ya mawasiliano ambayo yako yanaendelea vizuri katika chuo kikuu cha Moi, bewa la Eldoret hapa Kesesi. Hakika vile umesema, tumekuwa na wafanyakazi kujitoa nje kuanzia siku ya Jumatatu tarehe 25, 26 na Jumatano, ndiposa viongozi wa chuo kikuu, yani vice chancellor na management yake, wakaamua kufunga chuo. Hakika jambo ambalo limekuwa likiendelea ni jambo ambalo sio ngumu, ni kwamba uongozi wa chuo kikuu, management, umedinda katakata kuweza kukutana pamoja na wafanyakazi ili waweze kufanya mawasiliano. Hilo ndio jambo kubwa ambalo limekuwa likiendelea katika muda mrefu. Vyama vya wafanyakazi wamekuwa wakitaka kukutana pamoja na uongozi wa chuo, lakini hawajawahi kupata nafasi. Ndiposa wakaweza kutoa arifa ya kwamba kama basi hamtashughulikia matatizo ambayo tuko nayo, tungependa tuweze kujadiliana. Kuanzia Jumatatu tutakuja na petition ambayo tunataka kuwapatia. Jumatatu hawakuonekana, Jumanne hawakuonekana, Jumatano hawakuonekana. Tukashtushwa, wamechukua hatua ya kufunga chuo, na hata sasa hivi vile tunanena, leo ni Jumaa, hakuna mawasiliano yoyote yamekuwa yakiendelea. Tuliwaandikia barua jana, tukawaelezea ya kwamba kama viongozi wa wafanyakazi tuko tayari tuweze kukutana, tuweze kuongea. Tukawapea tarehe ikiwezekana hata Jumanne wiki ijayo. Lakini kuamka leo asubuhi tumepigwa na mshtuko mkuu. Wamechukua hatua ya kuandikia mabarua ya kuwasimamisha kazi viongozi wa wafanyakazi wote. Hata mimi vile nimeketi hapa hivi nimepata shokus kwa sababu ya kutoka nje kwa kutenda kazi. Kwa hivyo hayo ndio tumesikia kutoka kwao, na hadi sasa hakuna mawasiliano. Hiyo barua labda ya kusimamishwa kazi, tungependa kufahamu, mmekuwa mkizungumzia masuala kadha wa kadha, mmezungumzia mkataba ule ambao mmekuwa mmeandikishana na mwajiri wenu wa kutoka mwaka 2017 mpaka 2021. Ndani ya ule mkataba ni kipi ambacho hakijatekelezwa mnataka kitekelezwe? Naam, katika mkataba ambao unasema huo wa 2017-2013, unajua katika chuo tuko na mikataba miwili. Kuna mkataba ambao tunafanya na serikali kuu, na kuna mkataba ambao tunafanya ndani ya chuo. Kwa hivyo tuko na aina mbili ya mikataba, CBA mbili, local ya ndani, na kuna national ile ambayo inafanywa pamoja na
uongozi wote wa vyuo vyote. Kwa hiyo ya 1721 ambao umeniuliza, hiyo ni mkataba ambao ulifanywa national vyuo vyote vya Kenya, ambao ulikuwa usababishe kuongezewa mshahara fulani kwa hiyo miaka 4. Na hakika mazungumzo yakamalizika na serikali ilikuwa ilipe fedha fulani, lakini SRC ikakuja ndani ikasema hapana, hiyo pesa iwezi tosha. Ndiposa ikaenda mahakama, na tarehe 15 Januari mwaka huu mahakama ikaweza kupitisha ya kwamba vyama vinastahili hiyo fedha ambayo wanauliza mlikubaliana, na wakarejesta hiyo CBA wakasema ifanye kazi. Na serikali hakika ikatuma pesa ya kwanza. Vyuo vyote 37 vingi vyao vimeweza kulipa hiyo pesa, lakini chuo kikuu cha Moi wafanyakazi wote wako katika CBA ya 1317. Pesa imetumwa chuoni lakini haijalipwa mpaka wakati huu. Hilo ndio swala moja tungependa tuweze kuongea pamoja na usimamizi wa chuo. Kama pesa imetumwa na serikali, mbona tusiweze kuchukua hatua tupatie wafanyakazi wafanane wafanyakazi wengine wote wa vyuo vingine? Lakini hata hilo jambo halikuwa la muhimu sana, kwa sababu viongozi wetu wa national office wanaendelea kuwasiliana na serikali katika hilo jambo. Hakika jambo ambalo lilikuwa gumu zaidi kwetu kama chuo cha Moi ni mambo ya non-remittances. Yaani nikifanya makubaliano na benki, university imejipatia nafasi kuwa agent wa banks. Wanakusanya pesa kwa mshahara wangu, wanakata, wanachukua kwa bank kulipa loan, sako, insurance, pension, vile kawaida iko. Lakini cha kushangaza, chuo kikuu cha Moi wamekata pesa ya wafanyakazi na awapeleki mahala pesa inastahili kukua. Kwa mabanki saizi wafanyakazi wote wako CRB. Pesa walikatwa sasa imefikia miezi 17. University iko na pesa yenye imekata, lakini haichukui kwa mabank, haichukui kwa insurance, haipeleki hiyo pesa kwa pensions, na imekuwa shida kubwa sana. Kuna wale wafanyakazi ambao retire, wanastaafu. Daktari, yes. Naomba nikukatize kidogo. Tunaye pia studioni mtazamaji ambaye ni mtaalamu wa sera za elimu, Boaz Waruku, ambaye tutakuwa tunajadili naye kuhusiana na masuala ya sera za elimu. Na kulingana na kauli ambayo ameitoa daktari, labda Boaz unaweza kutueleza tu ni masuala yapi ambayo yanapelekea mikataba kama hii kutoweza kutimizwa? Kwanza kabisa ni shida kubwa kabisa tukiona vyuo vikuu sana sana tusikisema Moi University inafungwa wakati huu, wakati ambapo wanafunzi wamekuwa nyumbani kwa muda mrefu sana. Na ili wafanye catch up, waweze hata kumaliza shughuli za semester, inatakikana wawe katika darasani wanasoma na wanaendelea na research na utafiti na mambo mengine kama hiyo. Lakini kwa sasa ni asijui shida inatokea wapi, kwa sababu kila mtu pale nje, kila mmoja wetu ukisikia mambo ya vyuo vikuu, unajua hawa ndio watu wa juu sana, watu wamesoma zaidi na wanaelewa sera. Pia kama ni mkataba wamesign na serikali ama mwajiri wao, basi ni mkataba ambao ingekuwa inafuatiliwa, kwa sababu kabla kuweka sahihi inachukua muda mrefu sana. Na katika sheria ya Kenya inasema public participation. Na inapofika wakati hawa viongozi wa wasu watakuambia kwanza kabla hata wafike kuweka kidole, tayari wamerudi kwa waadhiri wengine, wamewasiliana, wamekubaliana na wamesema sasa ikifika hapa tutaweka kidole. Sasa inatakikana mwajiri pia apige hatua ya kutekeleza, kwa sababu hakuna haja kuweka sahihi alafu mwishowe sasa unaangalia nyuma unasema haiwezekani. Kwa sababu kama kuna shida yoyote, ile jambo la kwanza ingekuwa ifanyike ni kuitana watu wakae chini, na wakati huo ndio sasa kuna Ministry ya Labor kwa mfano wangekuwa pale ndani, ama kama kuna tofauti ile kubwa zaidi wangekuwa mahakamani ndio
watatue hiyo shida inaweza kuwa imetokea. Lakini kwangu mimi ningeona ni vizuri wataalam ina hali ya juu wangekuwa wanasuluhisha haya mambo kwa njia nyingine tofauti. Na mwenzangu Yeri, sijui unaonaje, kwa sababu kulingana na kauli ya Daktari Richard anasema fedha tayari zilishatumwa kwenye chuo kikuu cha Moi na wafanyikazi na wahadhiri bado hawajalipwa. Ikifika mahala kama hapa, ni nani ambaye tunafaa kumuuliza maswali? Mimi nahisi labda tutaweza uliza maswali hata wizara, kwa sababu pia wizara ya elimu inafaa kuingilia maswali kama haya. Sijui kweli, kwa sababu kabla, unajua kila shirika iko na sheria zake pia, rules na regulations. Na wizara ya fedha kama tayari bajeti ilikuwa imepitishwa na hela tayari zimepeanwa, sijui vice chancellor mwenyewe anafanya kazi gani kama hela zimefika pale alafu zinakaa tu pale, hazijapeanwa kwa wale ambao wamefanya kazi. Hiyo sio kitu mzuri, kwa sababu ukiangalia kanuni ya contract inatakikana wakati ikifika wa kuitimiza ama performance, inatakikana sasa unafanya kulingana na vile mlikuwa mnaelewana. Angalia, wengi wanakaa mbali sana na nyumba yao ya tuseme rural settlements. Wana mahitaji mengi, bills na kadhalika, wanafunza watoto wao wanasoma, na sasa hao hawana hela. Na ili mtu akae ati anaona kwa account pesa ziko lakini hawezi kupeana, sijui anafikiria nini. Hiyo sio jambo mzuri. Serikali kulingana na hata office ya rais, kuna the unit, delivery unit. Hao watu wangekuwa wanafuatilia, wanaangalia kama ni shirika la serikali, kama ni mradi fulani, hela zinaenda vile zilikuwa zimepangwa, zinapeanwa vile zilikuwa zimepangwa. Wasu wanasema kuna hata deductions zenye zinakuwa reflected katika payslip, lakini hazijapeanwa. Hizo pesa ziko wapi? Bwana Waruku, wakulaumiwa kweli ni serikali kuu ama ni chuo chenyewe? Kwa sababu tunajua kwamba kila chuo kina ile senate yake ambayo imeteuliwa na waziri, ni kama imekuja kumsimamia waziri katika kile chuo. So kwa hivi tutailaumu serikali moja kwa moja, ama ile senate ambayo iko katika chuo haifanyi kazi yake kama mtaalamu wa mambo ya elimu? Kwanza kuna council, university council. Naam. Alafu kuna senate sasa ndio utapata mwenyekiti ni vice chancellor. Council kuna yule mwakilishaji ama representative wa waziri kutoka kule nje. Na sasa inatakikana wakati council, kwa sababu council ndio inapitisha kila kitu, policy pale juu. Senate wanahakikisha kuwa utekelezaji unaendelea kupitia kwa ofisi ya vice chancellor. Sijui kwa nini kwa wakati huu ni Moi University ndio imeonekana ni kama hawajakuwa wanalipa yale marupurupu. Shida inaweza kuwa ni management ya university, na hapo basi lazima ulenge hapo. Na unajua, ili niweze kusema ni huyu ndio hajafanya kazi yake na kadhalika, inafaa niwe na documents zenyewe, lakini kulingana na information yenye tumepata kupitia kwa Wasu ni kuwa wamekuwa wakifuatilia pesa zimeenda kwa account. Sijui kuna wengine wanaangalia kuna interest zinakuwa pale, alafu hizo interest zinaenda wapi, lakini watu wanaumia. So ingefaa watatue hii shida kwa haraka, kwa sababu kwangu mimi ile shida tuko nayo na hii corona, hatuna muda. Au wanafunzi wenye wamerudi nyumbani, kwanza hata nauli ya kurudi nyumbani ni shida. Tena wakati watatangaziwa warudi chuoni itakuwa ni shida. Wataanza tena ni kama fresh. Na hiyo itakuwa ni watachelewa zaidi kumaliza masomo yao. So mimi ningeappeal directly kwa the council ya university, kwa sababu saa zingine senate vile wana overreact, council wanaweza kuwaweka chini, wahakikisha kuwa wametimiza kulingana na makubaliano ambao wako naye na mawaziri na professors na lecturers wote, tukisema hivyo.
Na mtazamaji, utakuwa unaendelea kuchangia hata wewe kwenye mjadala huu kwenye Mizani ya Wiki hapa ndani ya taarifa za Dira ya Wiki. Lakini kwa sasa tunachukua pumziko fupi, kitaporejea tutakuwa tuna mengi zaidi.